I'm so excited to see you again this morning. It's by grace we are here. A lot of people wanted to see this sunshine, but it couldn't. But for us who has been given this grace, let us praise God. Let us praise the God. Hallelujah. Kama vile siku zilizopita, as previously, tulijaribu kuzungumza kuhusu siku za mwisho. We try to teach about the end times. Tukaona ya kwamba siku za mwisho zitakuwa na vipindi viwili. The end times or eschatology. In theology, they call it eschatology. There's three things. Kipindi cha kwanza ni kanisa litakalokuliwa. There is 3 seasons. The first season is when the church will be taken. Na litakapokuliwa litamaliza miaka 7 huko hewani. And the church will stay in air for 7 years. Na tukaangalia Wakristo ambao watachukuliwa ni wanani. And we will see how tukajaribu kusia maneno mengi. We tried to explain about those seasons. Na kwa mwisho tukaona afadhali tuangalie pia wale watakaobaki duniani. And the last season we want to see those who remain after the church. Tutaangalia dunia itakuwa na hali gani wakati kanisa litakapokwenda mbinguni. We're going to see what will happen after the church is taken to heaven. Ila pamoja na hayo mara tena, with that one, kwa sababu mambo yatakayokuwa hapa duniani si mambo ya kufurahisha, because things will be happening in this world is not things which is good. Mara tena tutarudia tuangalie wale walienda mbinguni wanakuwa na hali gani huko au wanafanya kazi gani. We will see those who be in heaven what they'll be doing in there. Ni ile tutaangalia siku ya leo. This is what we're going to see today. Bila kukawia tutasoma katika barua ya pili ya Paulo kwa Thessalonika. Without taking much time, we're going to read second chapter, second letter of Thessalonians written by Paul. Sura yake 2, second Thessalonians chapter 2. Tutasoma aya ya kwanza au mstari wa kwanza hadi mstari wa 9. We're going to read chapter 2 from verse 1 up to 9. Wathesalonika wa pili, Second Thessalonians sura yake 2, chapter 2, mstari wake wa kwanza hadi wa 9 ama 9. from verse 1 up to 9. Na kama tumepata nitasoma. If we reach there, let me read. Inasema hivi: basi ndugu, tunakusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele yake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msishtushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaozaliwa kuwa ni wetu, kama kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haishi usipokuja kwanza ule ukengeufu ukafunuliwa, yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi aishinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe huketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kama kwamba yeye ndiye Mungu. Je, hamkumbukia kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambieni hayo? Na sasa zaidi mfikiri juu ya hili neno. Na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake, maana ile siri ya kuasi hivi sasa
maajabu za uongo. Amina. Maneno haya ni mengi, nitayasema kwa machache. These are many words, but I'm going to try to summarize a few words. Na baadaye tutaangalia, kwa wale wanaoandika, tutaangalia kitabu cha Ufunuo sura 12. So after this we're going to look at the Revelation chapter 12. Na kwa hiyo habari ya watu watakaobaki hapa duniani tutamalizia kwa sura ya 13. So we're going to end up on chapter 13, the book of Revelation, those who remain after the church is taken. Ya kitabu cha Ufunuo. In the book of Revelation. Sasa hapa tumesoma, here we've read, wametuambia ya kwamba kwa habari ya kuja kwake Yesu Kristo, kama vile tumekwisha kujifunza ile habari ya kuja kwake Yesu na kuja kwa kanisa. As we've learned the coming of Jesus Christ. Paulo anatuambia ya kwamba, Paul is talking to us kwa habari ya kuja kwake Yesu na kukusanyika kwetu mbele yake. talking about the coming and how we're going to gather together before Him. Jesus. People or Christians will not be discouraged because of these words. This is what happened before the coming of Jesus. There will be somebody who is performing first miracles and signs to show himself as God. And he will deceive a lot of people. When the person will stop doing his activities, they are saying the person is doing his work in the secret. That's why in the letter of John, that's what they say, the entire crust, the member of the entire crust, they are many in this world. Antichrist is somebody who is against Jesus. This, we have read that even today, he is still working in the secret. He's doing this work in the secret. So even people, when they hear this kind of teachings, they are afraid and they want to back. The Bible says even today, he's still working in the secret. When we see things are happening in this world, utafiti ngambo za YouTube na kwa internet, for you who are just doing the research on the internet, duniani kunaanza onekana mambo kabisa kuonyesha kwamba huyu mpinga Kristo anaanza tumika kwa siri, lakini in this world there's something which is happening showing that this person is working in the secret. Niliona wakati mmoja wanaonyesha sawa defile iliyofanyika kwa Brazil. I saw, was like a show what happened in Brazil. Watu wakiabudu shetani. It was like a parade. People just walking while worshiping the devil. Walikuwa katika furaha kusema shetani ni mfalme, tunamwamini ni mkuu, anamshinda Yesu. They were just celebrating, saying that the devil is the king of this world, even bigger than Jesus. Wengi mliona ile hali ilifanyika huko. And a lot of people saw this on social media, what happened in Brazil. Walionyesha mafoto mingi, vitu ya kufurahisha na vitu ya kuogopesha. They show a lot of pictures and images which are scary images. Na huko mahali walionyesha Yesu, shetani anampiga Yesu analala chini. So they show where the devil
Yesu. Those are signs of the coming of Jesus Christ. Kugeuza sheria Mungu alitia ya kuhusu mwanamume na mwanamke. You see what the laws have been happening in this world today, which is na watu leo wanafurahia ile, and people are happy with that. Wanaume baada ya ishi na mwenzake na mwanamke, you know, people they are living together, anaamua kuishi na mwenzake mwanaume, and they know that they decide to live together in different ways, wanapanisha madharapo wakifurahi sana, and they show the flag and celebrate. wanafanya sikukuu zao kabisa wakifurahi. They celebrated their times. Ni hapa Mtume Paulo anasema na Wathesalonika ya kwamba This is the time of the Paul is talking to some Thessalonians. na anasema ya kwamba na huyu anatenda kazi hata leo kwa siri. He says that even this person is working in the secret. Lakini kama vile tumesoma kwa hii sura 2 tukisoma mstari wa 6, As we are reading in this chapter 2, verse 6 in this book, anasema na sasa mnajua kitu kinachomzuia yule apate kufunuliwa wakati wake. he says, you know what's preventing him to do his work? Kwa maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini huko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Because that mystery is working in the secret, but there's somebody who's preventing it right now. Yule anayemzuia si mwingine ni kanisa. That person who is preventing the devil to do his work openly is because of the church. Kanisa ndilo linalozuia shetani kufanya kazi hapa duniani. The church is preventing the devil to operate his work. Na wanasema wakati huyo anayemzuia atakapoondolewa, When that person who is the church who's preventing the devil to work, ndipo when pale you will be taken, ndipo pale atakanyaga hapa na kufanya kazi zake, it's when the devil will start working openly. kama vile nimeongea kwamba tutasoma na Ufunuo sura yake 12. As I told you, we're going to read in the book of Revelation chapter 12. Katika sura hii ya 12 In this book of the Revelation chapter 12, ni maneno mengi kama utasoma, there's a lot of words that we can read. lakini neno muhimu hapa But there's a single word which is the most important here. wanaonyesha ya kwamba mbinguni kutakuwa vita ile wakati. They show that in heaven will be a battle at that time. Unajua kama makao ya shetani ni huko katika anga. They know that the devil, his place is in the air. Na kusudi kanisa lipate kunyakuliwa, lipate kupita na kuingia katika kukutanana na Yesu, So that the church can be taken and go through the air to meet Jesus. na shetani akiwa angani While the devil is positioned in the air na malaika zake, with his angels, ye shetani kuishi katika anga. the devil to be positioned in the air. Kama tunasoma
the serpent will be defeated and thrown to the earth. atashindwa na kutupwa duniani. He will be defeated and thrown into the world. Labda tungesoma pale Let us read there katika Ufunuo Yohana sura 12. in the book of Revelation chapter 12. Hatutasoma maneno yote, We won't read all words. lakini tuanze kwa mstari wa 7 hadi mstari wa 12. We're gonna read from verse 7 up to 12. Ufunuo Yohana sura 12 mstari wa 7 hadi wa 12. The book of Revelation chapter 12 from verse 7 to 12. Inasema hivi: It says, kulikuwa na vita mbinguni, now the war arose in heaven. na malaika Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule shoka, Michael is fighting against the dragon, na yule shoka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, and the dragon and his angel fought back, nao hawakushinda, but he was defeated, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. and there was no longer any place from them in heaven. Yule shoka akatupa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, And that great dragon was thrown down, that the ancient serpent, who is called the devil and Satan. hapo anatupa tafsiri ya yule shoka. Here they are giving us the meaning of the dragon, the great dragon. Nyoka wa zamani They say the ancient serpent, aitwaye Ibilisi na who Shetani, is called the devil and Satan. ni kusema yule shetani aliyejifanya kama nyoka katika shamba la Edeni kumdanganya Adamu, It means that devil who made himself to be a serpent, who deceived Adam and Adam. kwa sababu Ufunuo ni kitabu cha unabii. Because the Revelation is a book of prophecy. Maneno mamoja wanayasema kwa mafumbo. Some of the words are spoken in the prophets. Ukisema unasikia wanasema shoka, manake ni shetani. Because when they say the serpent, it means the devil. Hapa wanatuambia ya kwamba shoka naye atapigana na huyu malaika Mikaeli. Here they say the war arose in heaven, Michael and his angel fought against the dragon. Lakini huyu shoka na malaika zake wakashindwa, wakatupa hata nchi na malaika zake pamoja naye. But the dragon and his angel fought back, but he was defeated and was thrown with his angels. Yohana anasema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme na nguvu wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. And John said, and I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation, the power, and the kingdom of our God, and the authority of Christ have come, for the accuser of our brothers has been thrown down. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao haukupenda maisha yao hata kufa. Who accuses them day and night before God, and they have confronted him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijigamba kuwa ana wakati mchache tu. For they love not their lives even unto death. Therefore rejoice, O heaven, and on you who dwell in them. For the woe to you on earth and sea, for the devil has come down to you in the great wrath, because he knows that his time is short. Haleluya. Amen. Huyu mara moja nimewaambia kwamba ni shetani ambaye anaitwa joka. This is the devil who is called dragon. Ametupa duniani. He was thrown down to the world. Wakati ametupa duniani, When he was thrown down to the world, mbinguni walifurahi. in heaven they
know which words, because kitabu cha sura 13 mstari nataka kujua wanyama wawili. Ukipenda usome kwanza. Will be ruled by two beasts. Huyu mnyama wa kwanza, and the first beast, joka, tumesikia kwamba ni shetani. We understand that the great serpent, the great dragon is the devil. Biblia inasema ya kwamba mara nyingi malaika wa giza anatafuta kujifanya kama vile malaika wa nuru. You know, many times the Bible says the dark angel wants to transform himself most of the time to be as the light angel. Imani yetu sisi kama vile wa Kristo, our belief, ours as Christians, tunaamini Mungu kama Mungu wa utatu. We believe that God is one in three, ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. We believe Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wakati wa mwisho sasa, when the end times will come, hapa duniani mtatawala joka ambaye ni shetani. In this world there will be the dragon, who is the devil, will be ruling the world. Mnyama wa kwanza ambaye ni ufalme, watafiti wa Biblia wanasema ya kwamba ni ufalme wa Roma utakaotawala mara tano. The first beast, and the scholars of the Bible, they say that the Romans will start to rule the world. Hatuwezi ingia neno kwa neno. We cannot go deeper into every word. Lakini hata wakati Yesu alipozaliwa ilikuwa ni wakati wa utawala wa ufalme wa Roma. Even when the time Jesus was born when the Roman Empire was ruling. Sema mfalme mmoja anatawala dunia yote. You know that one king, the kingdom, the king ruled all the empire of the world. Na vitu walimshtaki Yesu, walisema ya kwamba amejifanya kuwa mfalme. Remember what they accused Jesus? They said he wants to transform himself as a king. Usudi wapate kumuua, kwa sababu walisema tunaye mfalme wetu ni Kaisari wa Roma. So that they can kill him, they were accusing him. But they were saying that the only king that we have is just Caesar, the king of Rome. Baada tunaanzia katika Wathesalonika. As we started the book of Thessalonians, wanasema ya kwamba wale mtu atafuta kuabudiwa kama vile Mungu. They say that that person will need people to worship him as a God. Huyu mfalme atatumika akitumikishwa na nguvu za shetani. This king will operate with the power of the devil. Ni kusema watu wote itaomba wamwabudu, wamkubali. This will be required that every single person need to worship him. Wamwabudu shetani. They want to worship the devil. Ile maneno unaweza isoma yote tangu mstari sura 13 mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. You could read this in the book of Revelation 13 from verse 1 to the last. Lakini huyu atasaidiwa pia na mwingine anayeitwa mnyama wa pili. This will be held by the second beast. Mnyama wa pili ambaye ni nabii wa uongo. That second beast will be the prophet of God, ambaye nimeisimamia sasa dini, who will be standing on the behalf of the denomination, religion. Tunaona utawala wa wakati ule ambao joka atakuwa kama vile Mungu Baba. You see that the ruling of that time, the dragon will be like Father God. Labda mnyama wa pili atakuwa sawa Mungu Mwana Yesu Kristo. Maybe the second drug beast will be called like the Son of Jesus. Na huyo mnyama wa tatu ataonekana sawa vile tunavyomjua Roho Mtakatifu. And the third beast will be shown himself like as we know the way Holy Spirit operates. Mstari wa 11 here on the verse 11 inasema, lakini mko mnanifuata. Kama unanifuata itakuwa mzuri. Are you following me? It's powerful teaching. Na niliwaambia kama mko ndani na kutoka, sasa tunatoka
unaniambia tunaikala pembeni, unaniuliza na kufasiria. So feel free, even if you didn't catch anything or understand what I've been teaching, when we go out, please come and ask me. I will explain it deeply. Kwa ile mstari wa 11 sasa, on the verse 11, kisha nikamwona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Then I saw another beast rising up on the earth. It had 2 horns. Ni kusema huyu ndiye nimesema ya kwamba ni nabii wa Mungu ambaye nimeisimamia dini ile wakati. This will be a false prophet who will be standing on behalf of religion. Hii makanisa yetu ile siku haitakuwa na neno. You know, our churches will never have any word at that time. Na hata wakati wa zamani, wakati wa utawala wa Roma, even in the old ancient times, in the ruling of Romans, ndio wakati kulizaliwa kanisa la Katoliki. it's when the Catholic Church was born. Unajua kama kanisa moja ilikuwa kanisa moja tu. You know, there was early church. Usudi wa Protestant kama vile wanavyotuita sisi tuonekane, as they call us Protestants, ni kwa sababu mtu mmoja mwenye alitumika na papa anayeitwa Martin Luther, because there was somebody who named Martin Luther King. alisema hizi sheria zenu hazifuatane na maandiko matakatifu. He said, your rules are not complying with the word of God. Mimi ninaingia pembeni. So I want to go aside. Akaanza kuleta ukweli wa neno la Mungu. And they started bringing the truth of the word of God. Na waliosikia wakaanza kufanya magrupu yao ya kuomba ya kuomba. And those who believe what he was saying, they start having some proofs and pray together. Huyu mnyama wanasema ya kwamba huyu wa pili, And in this second beast, they're saying that alikuwa mfano wa mwana kondoo, lakini akinena kama vile joka. he wore the image of the lamb, but he speaks like a dragon. Mwana kondoo ni kusema mtu mpole, mtulivu, wa kusema vizuri, wa kusaidia. You know, the lamb means a humble person who speaks softly, who is there to help, who is compassionate to help with the poor. Kwa sababu hao wawili, Because these two, tena wakitumikishwa na shetani, if they are working together with the devil, ndio wale wataanza kudanganya watu. they will start deceiving people. Siku zilizopita In old days, nilimwambia ya kwamba kanisa likishaondoka kwenda mbinguni, sorry for him, previously I said that when the church will be taken, hapa kutakuwa mambo machungu, mambo mabaya, mambo ya kuogopesha ambayo ikuonekana tangu mwanzo wa dunia hadi leo, na haitaonekana tena. there will be things that have never happened. Scary things, bad things, hateful things will be happening when the church will be taken. Maanake utawala wa hao wawili wakitumikishwa na shetani. Moja ni mfalme wa Roma. You see these two beasts working together. One is the king of Rome, Mwingine ni mwenye kusimamia dini. and another one is religion leader. I can say. Wataanza kudanganya watu. They will start deceiving people. Kitu ya kwanza niliwaambia ya kwamba wataanza kufariji watu. First, they will start to encourage people. Labda watoto wako ambao walikuwa wajajua dhambi wamekuacha. Watoto wa mtu ambao walikuwa wajajua dhambi. Your children will never know about sin. Tuliwaambia ya kwamba watoto wale wataenda watawaacha wazazi. Children will be separated from their parents. Wazazi wako wanalia. Parents will be crying. Mke ameenda labda bwana amebaki. A wife goes. Watakuwa The man remains. Bwana atakuwa katika machozi. The man will be crying. Labda mwalimu alikuwa akifundisha watoto wanaenda yeye anabaki atabaki katika machozi. Understand? When the teacher will be teaching
kwenye aeroport apate kwenda. When we hear the trumpet, we never even wake up until to land down at the airport. Sita shida na kusema maneno hayo tuliyasikia kwa wingi. I don't want to speak much about this word. You've heard it in our church many times. Na wakati tunaposema hii maneno msiwaze labda nikuwatia woga. When we are saying this kind of words, it's not making you scared. Neno la Mungu ni kweli na litatimia. The word of God is true and will be accomplished. Unapokuwa unajiuliza kila mara, Yesu akirudi leo nitamwona? So keep asking yourself every single day, when Jesus will come back, shall I go with him? Lakini kwa sababu tungali katika mwili katika dunia, Because we are still dwelling this flesh and living in this world, mwili unatuletea jaribu, dunia inatujaribu. the flesh brings temptations as well as the world tempts us. Wakati unaanguka usibaki pale, anguka. When you fall, don't remain on the floor. Stand up and ask for forgiveness. Ile ndio kujitayarisha. That means being ready. Kwa sababu wale watakaobaki itakuwa kilio, machozi na kuomboleza sana. Because those who will remain will be crying and weeping. Kama vile tunavyofahamu, niliwaambia ile siku, As you know, at that day, watasema msiogope. they will say, do not be afraid. Tuko tunafuatilia tujue hao watu ambao wamepotea wako wapi. We are following, knowing this person who disappeared when they went. Lakini mimi kama vile mwenye kusimamia madini ama dini moja, Me as a representative of the one denomination, msiseme walienda mbinguni sababu mimi singebaki. don't say that they went to heaven because I couldn't stay and remain. Hawawezi kwenda mimi nibaki. They cannot go and leave me alone here. Mwachana na ile ushinga yenu, labda nafasi nyingine wako na tuko tunatafutisha. Don't follow those false news. We are following, we are doing research. We're going to let you know where they went. Wenye kulia labda watatafuta kuwaletea misaada. People will start crying. Watu wengi wamekufa, watu wengi wamepotea. People will start crying. They don't know if they died, or they disappeared, or they are lost. Ile itadumu miaka 3.5. That will be, those news will be happening for 3.5 years. Kisha hii miaka 3.5 And after this 3.5 years, utatokea shida kubwa sana. there will be another problem will happen. Ni kusema watatia sasa sheria. They will set the law. Watu hawako wamepotea, Some people they are lost. watu wamekufa. Some of them they died. Hatujui dunia inawakia na watu wapata namna gani. We don't know exactly the number of people remain this world. Tufanye resasema tujue watu ambao wanabakia katika dunia. Tubakie rusaswali Census. Yes, start doing census in this world. Na wakishafanya ile, When they do that census, ndipo pale watasema sasa they will say inafaa kuwa kitambulisho, you have to have an ID. inafaa kuwa na karte, You have to have an ID. usudi mtu anapotembea So that when a person is traveling, basi aonyeshe kitambulisho yake. he will show their ID. Wataendea Wayahudi They will tell to the Jews. huko maneno moja niko na kuepa ili kuhusu Waisraeli ama Wayahudi, So I'm speaking some words according to the Jews. lakini watafanya agano nao. They will have a pact with them. Waisraeli mnajua kama leo hawana hekalu, You know that today is like they don't have a temple. ili vyombo vyote vya kujenga hekalu wamekwisha kuvitayarisha. But they have already collected all the material for building the temple is ready. Wale ni taifa la Mungu teule. That's the tribe of God. Na wakati ya hii shida itakayopata dunia, At this time, for them, Mungu ataenda kuwaficha
chapa ya Antikristo ama kasha ya Antikristo, nimero ya Antikristo. That will be the seal of the Antichrist. Ile makarta Antichrist, watu watakao watu watapewa. That will be the sign, will be the seal. The namba ya 666 kama vile Biblia inavyosema. There will be a number of 666. Inasema wataitia kwa mkono hapa. The Bible says they will put the seal on the hand Hapa kwenye uso. or here on the phone. Itakuwa elektroniki, labda mtu atatembea na unamuona kwayo pale pale. Maybe all of you maybe use that electronic like I know today the stuff. Lakini wakati anafika kwa wakubwa watajua huyu ni mtu wetu huyu. When you go through somewhere, they can glorify. This person belongs to us. People who have already had this. Ndipo pale Waisraeli watasema, kumbe huyu mtu alitudanganya. There Israelites will come back to God and say this person is deceiving us. Mbele ile ifike. But before that happened, Kwa kuwadanganya watawasaidia kujenga lile hekalu. for life to them, they will support them to build the temple. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba watamtambua wakati atakaposema yeye ni Kristo na kusimama mbele ya hekalu na kufanya mambo ya unashisi ndani ya hekalu. This person, they will. Kitu kichafu ndani ya hekalu unashisi. This will be an impure thing which will be happening in the temple. You know, as Israelites say that eating pork, stuff like that is Ndipo pale pure watamtambua. thing. This will happen. Ndipo pale watamtambua na wakimbie sasa na wapigane naye. Okay, now understand. They will help them to build the temple. It's like when this person will start doing which against their laws, they will discover that this person is deceiving us. Wakristo ndugu zangu wenye kuwa hapa na wenye kunisikia wote, Christians, brothers and sisters who are here and those who are following me online, mfanye nguvu zote siku ya kunyakuliwa kanisa usibaki. make an effort to be taken for the first time when the church will be taken. Tayarisha maisha yako siku kwa siku. Be ready every day. Ukijua ya kwamba mahali pote nitakapokuwa ile siku ikitimia nitaenda. Knowing that wherever I'll be taken with Jesus. Na haiombi vitu vingi kufanya. It doesn't require much to do. Tayari tumeamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wetu, ndio kwa maana tuko hapa. Already we believe in Jesus, that's why we are here. Kitu kinachobaki sasa ni kutengeneza maisha yetu kila siku na unaangalia msimamo wako. The rest is to check on ourselves and be ready for Jesus. Unachunga imani yako. And just keep your faith. Hata siku Yesu atakaporudi, iwe mchana au usiku, upate kuchukuliwa. Till when Jesus will come, if come during the day or the night, keep the faith that can go with it. Labda unaweza jiuliza, kwa wale watakaobaki kuna bahati nyingine tena ya kuweza kuokolewa? You can ask yourself, to those who will remain, is there any chance to be redeemed again? Kwa wale watakaobaki, ndugu zangu, To those who remain, my friends, ni mambo yenye kuleta huzuni. it's hard times. Sisi tumeokolewa kwa damu ya Yesu. We were saved by the blood of the Lamb, Lakini kwa Jesus. sababu damu ya Yesu haikukuokoa kusudi uende wakati wa barabara. Because of the blood of Jesus didn't save you and take you when the trumpet will be, Utaokolewa sasa kwa damu yako mwenyewe. you will save by your own blood. Ni kusema wakati ule mpinga Kristo na huyu nabii wa uongo mwenye kusimamia dini, This Antichrist and that first prophet will be standing for religion. wakati wanapopana hiyo chapa ya mnyama, When they are given that seal of the dragon, Wakristo wengi kwa sababu watakuwa na huzuni nyingi, watakuwa wamoja wamebaki kanisani na kuomba Mungu tusamehe kama tumebaki kweli
Biblia inasema wazi ya kwamba atakayekataa hiyo chapa hiyo sisa sansisi, the Bible says those will deny that sin of 666, atauawa, he will be killed. watauawa, They will be killed. Mungu atusaidie wadogo. May God help us. Na kama unapokea ile chapa ya mnyama, And if you receive that sin of the devil, unangojea siku ya mwisho kuingia katika ziwa la moto pamoja na shetani. you will be waiting for the last day to go to the hell with the devil. Maana yake kwetu sisi wa Kristo bahati ni kwenda mbele wakati wa parapanda. That means for us Christians, it's much far better to go with Jesus for the temple. Wakati Yesu anachukua kanisa When Jesus will take the church, au kubali basi usijaribu kumkataa Yesu. or the second chance will be not denying Bali Jesus. kama ni kufa basi ufe ndani ya You Yesu. will accept if you die with Kwa Jesus. sababu hao wote, Because all of these, kama tunasoma kitabu cha Ufunuo, if you read the book of Revelation, Ufunuo Yohana sura yake 6, chapter 6, sura yake 6, tusome mstari Revelation chapter 6, let's read mstari wake wa 9. verse 9. Ufunuo Yohana sura 6 mstari wa 9 The Revelation chapter 6, now to verse 9 hadi mstari wake wa 11 up to 11. inasema hivi: It says, na alipoifungua muhuri wa 5, nikaona nchi na madhabahu, roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. when he opened the fifth seal, I saw under the altar the soul of those who had been slain for the word of God and witness the day he had born. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Ee Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? They cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. Kwa hii mstari wa 11, nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. And 11 says, then they were each given a white robe and told to rest a little longer until the number of their fellow servants and their brothers should be complete, who were to be killed as themselves. Mungu atusaidie watu wa Mungu. May God help us, people of God. Mungu atuongezee imani, May God increase the faith, kwa sababu ni mambo inayotisha ilikuwa mbele zetu, because it's much scary which is happening before na us. Mungu hao watawala watawadanganya watu wengi, na watu wengi wataanguka na kuamini ya kwamba Mungu wao ni yule mfalme wa Roma, And a lot of people will be deceived, and they will believe that yule joka ambaye ni shetani, the first beast will be the king of Rome, na itakuwa kilio na kusaga meno. and there will be crying. Lakini haya maneno But these words, kwa kumalizia, acha nirudie kwa ile habari zetu za wale, tuangalie habari nzuri, tuache hizi za mbaya. and by ending, let's go back to the good news. Let's leave this bad news. Hizi zinaleta woga, si vile? This is make people afraid. Zinatisha. Lakini scary stories. Tuangalie habari za wale watakaonyakuliwa kwenda mbinguni. Let's talk about those who will be taken to heaven. Nao watamaliza miaka 3.5 wakiwa hewani pale wamemkutana Yesu. They will be spending 3.5 years in the air waiting for Jesus. Nimewaambia ya kwamba Yesu atatoka katika kiti chake cha ufalme huko mbinguni na kwenda kumlaki bibi harusi.
right? na parapanda italia, wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa na kuvaa miili mipya, And those who are crossed will hear the trumpet and they wear new flesh. na wale watakuwa wangali hai watageuzwa na kumlaki wote pamoja, And those who will be alive will be transformed and they will mbele ya meet him in the air. aliyetununua kwa damu yake. And they will be standing before Jesus who bought us, who purchased us with the blood. Ile siku niliwasomea Injili ya Yohana sura yake 14 mstari wa kwanza hadi wa 3. As I read in the book of John chapter 14, Mahali Yesu alisema ya kwamba msifadhaike mioyo yenu, alikuwa akiwaaga. Jesus was giving farewell to his disciples, said, do not be troubled. Mwamini Mungu, mniamini na mimi pia. Believe in God and believe in me as well. Katika nyumba ya Baba yangu kuna makao mengi. At my Father's place there are many rooms. Ninaenda kuandalia makao. I'm going to prepare a house. Nikisha kuandalia nitarudi mara tena, I'm going to prepare a place for you and I will be back. ili niwachukue I will take you. mahali nilipo, nanyi muwe pale. You will live where I live. I'll be living also. Tutakapofika mbele ya Yesu When we be before Jesus kwa miaka 3.5, for 3.5 years, hizi kazi hii matendo mazuri tumefanya wakati tungali katika mwili, our works we did while we been in this world itapimwa will be checked. katika Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 10. In the Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, Inasema imetupasa sisi sote kudhihirika mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, and it is all of us will go through the judgment of Jesus. kiti cha hukumu ya Kristo, haiko kiti ya kuhukumu dhambi. This work of judgment of Jesus is not the judging of sin. Kwa waamini ni kazi hizi tunazozifanya wakati tungali duniani. For the believers is this work we do in the spirit and the truth. Kila kitu kizuri unafanya, Everything you do for God, sadaka unatoa, offerings, kusaidia ndugu yako mwenye kuwa na shida, helping people who are having trouble, kusaidia mgonjwa, helping those who are sick, kujenga kanisa building the church, na kadhalika, mambo kadha wa kadha. everything you do for God, Ile yote tutasimama na ile matendo, sababu will stand with those works. Biblia inasema ya kwamba The Bible says that hata na wafu, even those who die, Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana the Bible says, how about those who die in the Lord, wapate kupumzika, so that they go to rest, maana matendo yao imefuatana nao. for their works will follow them. Wale waliotenda mema ingawa wamesinzia, wamelala, Those who did good works, even if they are sleeping, ile siku watakuja na matendo yao, on that day they rose from the dead with their works. watakuwa furaha sana. That will be a great joy. Katika Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 10, In 1 Corinthians chapter 3, verse 10, Paulo anasema na Wakorintho Paul is talk to Corinthians. walikuwa na maprobleme zao mkanisa. They were having problems in their church. Kwa kuwafanisha aliwaambia ya kwamba mimi nimetia hapo msingi Encouraging them, saying, I've set the foundation, na hakuna msingi mwingine mtu awezaye kuweka isipokuwa msingi ni Yesu Kristo. there's no other foundation except the self-foundation who is Jesus. Kwa hii msingi wa Yesu Kristo sisi sote tunaamini na kusimama. So all of us who are set on the foundation of Jesus, Kila mtu aangalie jinsi anavyojenga. every time check how you are building on that Kwa hii foundation. fondasio uangalie jinsi unavyojenga. Look at the way you are building on that foundation. Anapana mfano, anasema wamoja wanajenga kwa dhahabu, He said some of them they're using gold, vitu ya value manake, value things. wengine kwa fedha, Others they are using silver, wengine kwa mawe ya bei kali, others they are using precious stones. sawa koltama nini
and with the grass. Kisha anasema, And then he says, kwa sababu siku moja kazi ya kila mtu itadhihirishwa kwa moto. so every works will be tested by fire. Moto ndio utakaopima kazi ya kila mtu. And every work will be tested by fire. Kazi yako ukifika mbele ya Yesu na kazi yako inakufuata. When you come before Jesus, your work will follow you. Utapewa zawadi. When you get your reward. Na kama kazi yako inaungua, If your work is burned out, utapata uzima lakini hauna zawadi. you go to heaven but you'll be empty. Ni kusema That means, kusema utoke hapo uende mbinguni. say, to be taken from here to heaven, Haiwezekani, ni kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. be helped by the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ni moto. Holy Spirit is a fire. Ndiye atakayeturusha mpaka hewani. Is the one who will help us to go to heaven. Na ukifika mbele ya Yesu na matendo yako ungali nayo, When you reach to heaven with your works, utapewa zawadi. you get the reward. Na kama ulitumika kama vile mwenye kujenga na nyasi na miti, If you use the woods and grass, utafika mbele ya Yesu uko sawa, hauna kitu. of course, you will get the heaven. Utapata uzima Eternal life, but you'll be empty because your works will be burned. sababu uliamini Yesu, Because you believe in Jesus, lakini hauna taji. but you have no any crown. Mungu atusaidie wandugu. May God help us, friends. Katika Mathayo sura 6 mstari wa 19 hadi 21 Yesu alisema, Matthew chapter 6, Jesus said, wekeni hazina zenu mbinguni, just place your treasures in heaven. The treasure mahali nondo na kutu havifiki, where there's no mouse and bad things can wala treasure. wezi hawaingie ili wapate kuiba. Where the thief cannot reach there. Na anasema mahali hazina yako ipo, And where the treasure is, na ni pale roho yako it's where itakuwa. your heart is there. Haleluya. Hazina uziweke mbinguni. Keep your treasure in heaven. Unasikia siku ya kwenda hatutabeba kitu, When we be going there, we go without anything. lakini siwaambie kwamba mwache kutumika, mwache kujenga, mwache kuoa, I'm not telling you don't. sababu ile mambo itatokea na tuko mwele kazi zetu za kawaida, lakini kwa Mkristo akichunga imani yake, I'm saying that just keep doing what you're doing, making house, investing, but knowing that when the Christian will be taken, Paulo amesema Paul says, kwa barua ya pili aliyoandikia Timotheo, second letter written to Timothy, sura 4 mstari wa 7 mpaka wa 8, chapter 4, from verse 7 up to 8, anasema ya kwamba nimepiga vita vilivyo vizuri vya imani, say, I've had a good fight of faith. mwendo nimeumaliza. I've finished my race. Ni wakati alipokuwa akifungwa huko Roma, anakaribiwa abaisha mkondania ambao It's when he was in the prison of Rome, when they're judging the judgment of death. anaandikia Timotheo, He was about to die, and then he wrote the letter to Timothy. mimi nimepiga vita vizuri vya He imani, said, I fought a good fight. nimelinda mwendo wangu, I've finished my race. na sasa And then nimewekewa taji ya haki the crown of righteousness is waiting for me. ambayo Bwana mwenye haki ametayarishia kila mtu anayempenda Yesu. The righteous God who prepared for those who love Jesus. Sio mimi pekee, bali na wale wote wanaongojea. It's just only me, but others who believe in Jesus. Mungu atusaidie wandugu. May God bless us and help us. Acha nimalizie kwa hii sura 19 mstari wake wa 7. Let me finish on this chapter 19, verse 7. Ufunuo sura 19 Revelation chapter 19,
mstari wake wa 7, 19 verse 7, inasema hivi, it says, inasema na tufurahi tushangilie. let us rejoice and exult. Lakini hii sasa, This says, ni sehemu ya pili ya kurudi kwake Yesu Kristo. this is the second season of the coming of Ya Jesus. kwanza itakuwa kupima kazi tulizozifanya na kupewa taji, Okay, the first time will be to check and test our works na baadaye Yesu and give us the crown. atatupeleka mbele ya Baba yake Mungu, And Jesus will bring us to his Father. tukivaa vizuri, ni kama vile maaskari waliokuwa vitani wamerudi wakiwa washindi. We'll be wearing nice robes as the soldiers were running the war, who won the war. Mara wanapewa ranka pete, We will given ranks. na atatupresente mbele ya Baba yake. He will introduce us or present us before God. Sikufanya kazi bure, I said, my work was not in vain. matunda yangu ya huko Golgotha ndio hii. This is the fruits from Golgotha. Hawa ndio niliofia katika dunia. These the ones who I died for. Hapa tunasema ya kwamba na tufurahi tushangilie, tupe utukufu wake, And he said, let us rejoice and exult and give him the glory. kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. For the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Naye amevikwa kitani nzuri ingaayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. And it was granted her to clothe herself with a fine linen, bright and pure. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. Kwa mstari wa 9 inasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa kwa harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Amen. And the verse 9 says, and the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Ile miaka 3.5 kanisa limenyakuliwa, ya mwisho itakuwa ni harusi ya mwana kondoo. That 3.5 years will be the marriage of the Lamb. Watakatifu wamevaa kama vile bibi harusi, wamevikwa vizuri. The saints will be wearing the linen of the bride. Wamalaika mbinguni watashangaa na kusema, kweli hawa ni watu gani? And the angels will be surprised. These people Tutakuwa katika fete ya will be in a big feast. Ningetamani kuwa pale siku moja, ndugu yangu. I believe you need to be that feast that day. Mungu atusaidie siku moja tuonane mbinguni. I wish you and me so that we can meet together. Itakuwa ni furaha, That would be a great joy. kwa sababu tulilia duniani, Because we cry in this world, atatoa kitambaa na kutupanguza machozi. He will take the cloth and wipes the tears away. Itakuwa furaha kubwa sana. He will wipe us the tears away and it will be a great joy. Basi tutamaliza kwa leo, tutaishia hapa. Let's end up from today here. Lakini kazi ninakuachia wewe. Just leave the rest to you. Ujihadhari siku ya parapanda, usilaki. Just be careful so that day of the trumpet. Na bahati mbaya, I don't want you to stand. lakini yenye kuleta huzuni, Unfortunately, the bad fortune, wakati wa mateso makubwa duniani, kama umebaki, when there will be persecution in this world, usijaribu kumkana Yesu. when you remain, stay on Jesus, Maana stick on Jesus. wale ambao wataokoka, wale Do not deny Jesus. waliokuwakilia, Bwana, ni siku gani utalipisha visasi ya hii damu zetu zinazomwagika? So those will be remain and will be claiming for the blood. Why will be revenge our blood? When will you revenge our blood? Sauti inamwambia sasa, mngojee, mvumilie. The voice say, wait and be strong. Zenu nao wangali wanauawa, hesabu iendelee. And then those will be waiting
That would be 3.5 years. Mambo yataendelea pale, nikipata wakati siku ingine nitawaambia.